Yes, shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kutumia Kilimo Sokoni. Kwa YouTube pia tunapatikana namna hivyo. Mimi ni Nicholas Kilowoko, karibu popote pale ulipo kuendelea kunitazama. Naamini kabisa ujambo. Leo ni siku nyingine tena ambayo tumekutana. Leo sipo shambani. Ndio maana nimepiga vitu vyangu hivi. Vyope vinang'aa. Leo nipo kwenye swala zima la darasa na kupitisha kwenye darasa upate nafasi ya kujifunza mambo mengi sana kwenye upande mzima wa masoko. Je, unafahamu soko ni nini? Na linafanyaje kazi? Namna gani unaweza kutumia soko lako na ukanufaika kwenye hicho unachokifanya kwenye upande mzima wa kilimo na kwenye upande mzima wa mifugo? Lakini watu wanakwama kwa namna gani? Naungana na mtaalamu wetu hapa Robert. Yeye atatuambia mambo mengi sana. Jina lenyewe ni Robert. Atatufundisha vitu vingi sana kwenye upande mzima wa namna gani ambavyo unaweza kuuza kibiashara, lakini pia ukanufaika na hicho ambacho unachokifanya. Lakini pia unatamani kutangaza pamoja nasi, tangaza kupitia namba ambayo inapita chini ya screen yako hapo, na maoni na ushauri. Pia tufuatilia namna hivyo. Karibu kwa sasa tuungane naye akatufundishe na akatupeleke kwenye upande mzima wa namna gani ambavyo unaweza ukauza, namna gani ambavyo unaweza kupata elimu kuhusiana na swala zima la shamba darasa na ukanufaika na hicho ambacho unachokifanya. Twende kwa sasa. Na hatimaye tumefika ofisini kwa mtaalamu wetu ambaye atatuelekeza namna gani ambavyo unaweza kutumia mitandao ya kijamii katika fursa nzima ya kujipatia kipato, na hasa tunazungumzia kwenye upande mzima wa eneo la ufugaji na lakini pia eneo la kilimo cha mazao. Lakini yeye pia atatuambia leo hii ametuandalia kitu gani hasa kwenye upande mzima wa kipindi cha Kilimo Sokoni. Bila shaka ujambo kabisa na karibu tuungane naye aweze kutuelekeza namna gani ambavyo unaweza kupata fedha kupitia mitandao ya kijamii hasa kwenye upande mzima wa mifugo pamoja na mazao. Karibu Mr. Robert. Asante mtangazaji. Kwa hiyo biashara ina misingi. Kwa biashara ina misingi. Moja ya msingi mkubwa katika biashara ni kutangaza. Kutangaza na kuuza. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa. Bahati nzuri kwa sasa hivi tuna mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nitatoa mfano kusema napenda kwa mfano utakuwa umeelewa vizuri. Sisi tunafuga kuku. Yes. Lakini njia hatupeleki sokoni. Utuoni sisi tumeka sio gari mahali tunaita watu waje kuchukua. Tunatangaza tu kwenye mitandao ya kijamii. Natumia mitandao mikubwa miwili hasa. Instagram ambao ni kwa ajili ya vijana ambao kidogo na hata namba wananifuata ni kama watu 11,000 tu, kwa sababu wao wanapenda nikataka kuandaa maisha baadaye. Lakini mtandao ambao umefanya kazi vizuri sana ni wa Facebook ambao ni kidogo ni mkubwa, na ukiangalia namba za Meta ambao ni kampuni tanzu ya Facebook ina watu karibu bilioni 3 wanafuatilia katika Facebook. Kule karibu na watu kama 40,000. Kwa kile unapopata bidhaa. Sasa kumbuka ili mtu anunue kwako ni lazima ajue kama ni mtaalamu. Kwa sisi tunajikuta, kwa hiyo njia ya kwanza tunafanya kupata ni kwamba lazima uonekane ukifundisha jambo unalofanya. Kwa sisi ukija mtandao wetu wa Makuchi unajikuta kwamba tunazungumzia kuku tu. Hatuzungumzia mwele. Labda tukikata kuguza na mambo kilimo tunalinganisha na kuku ili ujue kwamba sisi ndio eneo letu na tunajaribu kufanya kutoa madarasa. Kwa kama wewe unafanya lazima una nafasi ya kufundisha, ni muhimu sana. Kwanza nayo inakusaidia na kuongeza ujuzi. Sawa. Lakini kingine tunachofanya sisi hata kuzamiria tunafundisha tena katika hiyo mambo ya digital platform, tunatumia WhatsApp. Kwa hiyo tunaita madarasa, tunatumia audio zote ni kubwa, ni kwamba nataka mtu ajue. Si kujionyesha sisi tunafahamu. Hilo sio la msingi. Kwa hiyo tunakutumia audio, unasikiliza, unalipia kwa muda wako. Kwa wiki nzima saa 1:30 mpaka saa 2 usiku Mama Kucha anakuwepo kujibu maswali. So nia nzuri ni kutatua. Kwa hiyo naamini kabisa kama ukitumia fursa vizuri kwa kutumia mitandao ya kijamii ni sehemu kubwa kabisa ya kufanya biashara. Sisi tunauza mwaka 17 tunauza tu kwa kutumia Instagram na Facebook. Kwa nini utumie mitandao ya kijamii? Mmeangalia nini kwa upande mzima wale ambao wanawafuatilia? Asante. Sasa social media ina njia moja nzuri hii kwamba mtu ataangalia tangazo kwa muda anaotaka yeye. Kwa hiyo kumbuka tayari kama Facebook na watu bilioni 3. Kwa watu tayari wako pale. Tofauti na gazeti au TV kama ambao unanisikiza hizi. Lazima mtu awe kwenye TV. Lazima awe nyumbani. Mtandao anaanza kuwa kwenye basi, anaweza kuwa ofisini, anasubiri mtu na bado akapata fursa. Kwa muda wote unaweza kumfikia. Na zaidi sio kama unajua social media vizuri management, naweza nikajua kabisa kwamba target hii nimewapatia watu wangapi.
na nikaweza kufanya tangazo langu. Najua mimi watu wengi ni wa Dar es Salaam, najua watu wanafuata ni wa Morogoro. Kwa hata nikituma tangazo nikasema nataka tangazo hili lifike watu Dar es Salaam tu, kwa sababu na pengine nyinyi tayari mnayo hiyo application ambayo mnatumia. Sasa kwa sisi tumefanya hatua tatu. Kwa social media tunatumia ambazo zipo, ni ambazo ni Facebook na Instagram zilipo. Kwa kufundisha madarasa ambayo ni mashamba datu tunatumia WhatsApp. Lakini sasa hivi tumekuja jambo lingine bora zaidi, kwamba biashara yoyote nisema kuna msingi wa kwanza nisema kuuza na matangazo. Lakini jambo msingi zaidi ni kuwa na usimamizi thabiti. Kwa sisi tunataka usimamizi thabiti kwamba kuku kama ujue amekula kiasi gani, amepata chanjo muda gani, ukajua kwamba maji yamekunywa muda gani, unajua muda gani wa kuuza. Na sisi tunatumia kama watu wanavyojua kwamba mali bila daftari upotea bila habari. Kwa hiyo sisi tukasema tunatumia madaftari. Lakini sasa kama haiwezekani kutumia IT, kwa tumeanza na mfumo wa unaitwa Mama Kuchi ERP, na sio wazo jipya. Ukienda makampuni makubwa ambao tunapata fursa ya kufanya hapo mwanzo kabla hajaingia kwenye biashara ya ufugaji moja kwa moja, kila kitu kinarekodiwa na rahisi kumtu kupata. Kwa tukasema sasa huu ni muda mwafaka kuleta haya maboresho ya kidijitali katika ulimwengu wa ufugaji. Kwa sisi katika application yetu mambo matatu ambayo inakuruhusu wewe kwa kutumia teknolojia sasa hivi kuzungumza nayo muda wote masaa 24. Una haja kusema swali hilo ile mzee Mama Kuchi asubuhi. Ukiingia una chat nayo na kupatia majibu. Kuna video za kufundisha kwamba chakula na mambo kadhaa. Zaidi inakuruhusu kurekodi biashara zako. Mayai, chanjo umetoa saa ngapi, na inakupatia position yako ya biashara kwa maana uko na faida au hasara. Kwa tumeanza nadhani hiyo itachangia zaidi na kufanya watu wengi waweze kujifunza na kufanya biashara hii kwa ufanisi. Kwa sababu mwisho wa siku biashara lazima upate faida. Kama sio faida, hiyo unakuwa ni mchezo wa kuigiza. Mtu anawezaje sasa kujiunga na hiyo application ambayo mko nayo? Unakwenda Google Store, Google Play, una type tu Mama Kuchi ERP, unaweza kudownload kutoka pale. Unakwenda Google Play, una type Mama Kuchi, utapata hiyo app, una-download, unaweza kuitumia. Google Play Mama Kuchi ERP, then inatokea, then una-download. Kwa hiyo ukisha download inakuwa ni ya kwako mwenyewe. Ya kwako binafsi. Na muda wote ukitamani kufahamu taarifa za kuhusiana na Mama Kuchi unaipata hapa. Unapata kwa sababu Mama Kuchi kwa maana mafundisho, lakini vitu maelezo ya biashara yako binafsi unaweza kuyarekodi baadaye kutumia daftari. Kuna kitu gani ambacho cha msingi hasa ambacho mimi kama mfugaji naweza nikakifanya ili kuhakikisha kwamba ninacho kizalisha kipate majibu? Sawa. Kwa hiyo biashara yote lazima uzingatie ubora. Na sisi kama niliposema awali kwamba sisi hii biashara mwaka wa 17. Kwa hatubahatishi na wala hakuna papara. Napendaga mfano mmoja wanasema tofauti ya nyuki na dondola ni moja tu. Wote wana masega. Moja lina asali la nyuki, dondola hana kwa sababu ya papara. Kwa hiyo kama unafanya kitu hichi ukifanya kwa kutumia maarifa, ndio sababu tumejikita kufundisha kwa watu 4000 wanatufuata, watu 1000 wanatufuata, kwa sababu tunatoa masuluhu za kweli. Na tukasema ili kuongeza suluhu yetu, kwa sababu tunasema kila mtu aje shambani kwetu ni vigumu. Na Mungu ametusaidia kwa kipindi mwafaka, sasa hizi teknolojia ipo. Kwa hiyo kuna mtu nafanya niko season ya 4 sasa. Kuna mtu anafundisha kutoka Kongo. Kwa kutumia tu WhatsApp. Kwa hiyo tunaweza kufikia watu wengi zaidi kwa kutumia teknolojia. Hiyo ni kitu nitoia. Lakini najua kabisa kuna changamoto iliyokuta. Mpaka mkaanzisha hii app kuna changamoto. Nini kilichosababisha mpaka mkaanzisha hii? Changamoto ile ni kwamba unajikuta ukitumia daftari unaandika. Rahisi kuandika. Lakini hupitii. Ndio changamoto kubwa. Mimi mwenyewe nakuwa naandika. Mfano hapa akiniambia haraka na mai mangapi wiki 3 zilizopita siwezi kupata. Sisi mpaka nikatafuta daftari. Lakini ikiwa na app yangu naingia najua. Na zaidi kwa sababu app inanisaidia kukotoa gharama na kunipatia kwa lugha kwa Kijaluo wanasema financial position ya biashara. Hiyo ndo dhana zipo. Kwa sababu mtu atauza kwa nini ni rekodi? Kwa rekodi umekuwa ukirekodi. Sibadishi tabia yako. Umekuwa ukirekodi kwenye karatasi. Kama uko rekodi na kumbe una rekodi ndio biashara hiyo. Lakini nakusaidia kwamba
unaweza kukata rekodi miaka 2-3 na ukajua mwelekeo wa biashara yako na ukapanga inavyotakiwa. Lakini mbele maono ya baadaye ni kwamba kama hizi ripoti zitakuwepo vizuri, tunaweza kuunganisha na mabenki. Kwa sababu atakuwa amepata information, ataweza kwamba kama trend hii inaweza kukopesha, na tukasisimua na kufanya vijana wengi na watu wengi kupata faida katika ufugaji. Je, mimi nina kuku wangu ambao nataka niwauze na nina mazao yangu yako shambani na yamechukua muda mrefu sana mpaka sasa hajapata soko. Unanisaidiaje na mimi pia nihakikishe kwamba nauza mazao? Kama tatizo mimi kuna njia mbili. Mimi ningependa, kama unanisikiza, napenda kufundisha, ningependa ujue mwenyewe. Lakini kama unashindwa, unaweza ukaleta matangazo kwetu. Kumbuka kama nikiangalia social media yangu jana, nina view 2.5. Kuna watu 2.5 wameangalia maudhui yangu. Nikiwa katika Facebook, watu karibu 100,000 katika Instagram. Kama ukileta tangazo kwangu kwa fedha kidogo tu, inawezekana ukapata wateja. Kwa sababu kusema wewe uanze kupata watu wakutafute, mpaka upate watu 40,000 au upate hata 1,000 tunaweza kwa kidogo changamoto. Lakini sisi ukituletea, tutarusha tangazo lako na watu watakufikia. Na tukitoa tangazo na jina lako, na kwa rahisi wewe kufikiwa. Kwa hiyo haiwezi mimi siwezi kutengeneza ya kwangu. Sasa ukanitengenezea na mimi ya kwangu, nikawa na mimi najua data zangu, kujua kwamba mifugo yangu iko mingapi, mayai iko hivi, yani hivyo na uzaje hivyo. Inawezekana sasa kumbuka hapa unaitumia ilivyo sasa. Kwa lugha ya Kijaluo tena ni software as a service. Kwa hiyo utapoingia, utajiregister kama wewe. Kwa hiyo inakuwa na rekodi zako. Imetengenezwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa kuku. Lakini hatushindi kukutengenezea kwako kwa kilimo cha aina kingine. Kwa hiyo hii ni ya kwenu, lakini hata mimi nikiwa nahitaji ya kwangu kupitia nyinyi naweza pia nikaipata. Lakini pia mkanisajili kwa jina la kwangu, ambacho hicho pia kikawa kinatoa taarifa za kwangu mimi peke yako. Kwa ndio zana tukifanya kama tumetoa daftari lako wewe, tumekuwekea mfumo. Basi sema bahati nzuri hii application haikupatii tu rekodi zako, inakupatia hizo benefits nyingine, maswali na majibu na madarasa. Kwa inakuwa ni double, ni faida zaidi. Yaani unapiga ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa hiyo unaja sasa umpige mama kuchi simu. Unapata wakati unafanya mambo yako mengine. Ndio. Kwa kuna gharama ambazo natakiwa nichajiwe katika kunitengenezea hiyo. Kwa sasa hivi kwa matumizi ni bure. Tuna sababu. Kwa sababu tunataka kwamba tujue matatizo magani mengine tunatakiwa tuyarekebishe. Kwa hiyo kuna muda. Kwa hiyo ni kama tuna offer kwamba tuseme miezi mingine 2, ukiingia muda huo hakutakuwa na gharama, hata tutapotoa kwamba tuanze kulipia. Kwa maana moja kwa sababu na sio kila mtu, sababu kwa nini kuja na wazo hili kwamba sio kila mtu anaweza kucheza app yake mwenyewe, ina kidogo inakuwa gharama. Kwa hiyo ni vizuri tukatumia app moja kwa pamoja, na itakuwa rahisi, kwa sababu na mfikiri kipiga mahesabu yangu ya kibiashara, sidhani kwa mwezi nitakuchaji shilingi 2,000 au 3,000. Kwa mwaka ni shilingi 36,000 tu. Kwa mwaka matumizi. Kuingia kwenye sasa utakuwa unaingia na kutumia na rekodi zako. Kwa sababu ni yangu kubwa au ni yetu kubwa ni kuhakikisha tunafikia watu wengi. Haisaidii nikiwa na watu 5. Sababu mimi naamini mtazamo wangu kwamba mahali na kitabu ninachokiamini kinasema waliopewa vingi wanadaiwa vingi. Luka 12:48. Kwa hiyo lazima tufikie watu wengi zaidi. Ndipo yana hata Facebook na bilioni 3. Na sababu na utajiri huo. Kwa hiyo itakuwa sasa tunataka kitu kitaendelea, hata kama sisi hatakuwepo, kitaendelea kusaidia watu wengine na zaidi. Lakini hiyo hainifungi mimi kuwalipa nyinyi mnitengenezea kwangu. Hakuna sababu. Kwa mimi naweza nikawa nahitaji hii app ikawa ni ya kwangu tu. Kwa nyinyi mnamkanitengenezea. Yes, na uko same, kwa sababu unaota labda mtu kwa fulani tukasema labda mwenye shamba kubwa. Tusema labda kwa 200,000 300,000. Labda angetaka hiyo customize kwa ajili ya mambo yake. Tutakaa mezani tutamtengenezea. Hakuna sababu kutomtengenezea. So kwa sababu kama unasema atakuwa na mahitaji yake tofauti. Wakati sisi ambao tunakuwa wachache tuna mahitaji ambayo yanafanana. Kwa hiyo tunatengeneza. Na tutengeneze tu app za kuku peke yake. App yote tunataka kutengeneza.
Sasa hiyo inatengeneza mimi, yani nikisema tengeneza mimi ndio nimetengeneza. Kwa naweza kutengeneza yote. Na natoka sasa, of course nimefanya kazi miaka katika eneo la IT. Huu ni mwaka wangu wa 20 naenda 23. Nikifanya kazi nchi tofauti tofauti, moja hapo ikiwa Tanzania. Robert, kuna mtu lakini mwingine alikuwa anakaangiza ama alikuwa anatazama, lakini hicho ulichokuwa kizungumza kama vile ndio kama amekaa vizuri hivi. Hebu muelezee kwa nini ajiingize kwenye, kuna faida gani ya kuwa na hiyo? Muhimu sana. Changamoto ya biashara yote na sababu biashara zetu nyingi sisi tunazofanya upande huku zinakuwa ndogo. Kwa hiyo ukiona kuku 5 6 ni rahisi kuwakumbuka hata kwa kuwaona. Na kukisia umekula kiasi gani. Ukiwa kuku 1000 utajuaje? Utajua kuna mayai mangapi ukiwa na kuku 1000? Haiwezekani. Kwa hiyo hii ni kifaa ambacho kitafanya biashara yako iwe kubwa. Lakini usipotumia sio tatizo, utabaki hapo hapo. Sio kwa sababu kishafika 200 watakuchanganya wanakufa. Ukitumia mfumo kama huu utafika 200, 1000, 2000, 3000. Kwa sababu inakupatia na kufanya mfumo ukiona unaweza kuweka hata reminder. Sababu bwana nimeweka hiki naomba baada ya miezi 2 nitafanya labda charge. Kwa sababu kufanya charge, kwa mfano tuna charge ya Newcastle ni kila baada ya miezi 2 na nusu. Ndio. Ukiwa na kuku 5 unaanza ukasahau. Utakuwa mkula 3, mbaki 2, hamna hatari, si ndio? Lakini kuku 1000. Kuku 1000 kupiga thamani ya haraka 30,040, that's 4 million. Yes. Uwezi ku afford. Na sasa tunasema mifumo kwa sababu ni rahisi kusema kwa nini watu wafanye mambo makubwa. Hatuna mifumo. Sisi tukajikita kwamba tutengeneze mifumo ili watu wafanye mambo kwa ukubwa unaostahili. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kama mimi ninafuga nguruwe, ninafuga mbuzi, ninalima hoho, nalima nyanya, nikitaka kutengeneza soko langu, naweza nikaja mezani mkanitengenezea inakuwa ya kwangu. Kwa mabana hii ni ya nguruwe tu, yes. Ama hii ni ya mbuzi tu. Kwa sababu mbuzi atakuwa na path yake tofauti. Yes. Kama unasema unasema wapo wale kama tunafanya IT. Kwa hiyo application ambayo nikiandika nikiwa benki ni tofauti na nikimwandikia Telecom, kampuni ya simu au ndai. Kwa hiyo mbuzi atakuwa na vitu vyake. Kwa hiyo sisi tutakupatia vitu wewe unavyotaka wewe. Niko naweza kusema kwamba nini kilipelekea ufanye. Lazima kuwa na maumivu. Kwa kitu si maumivu kama mimi kuandika hii inapotea. Kwa nini atakwambia mbuzi bwana kia mbuzi baada ya siku 2 na sahau dawa. Kwa hiyo kumbe mbuzi ana dawa 1 2 3 zinawekwa. Inakukumbusha bwana kuna muda umepita tuangalie. Na hii inafanya kazi, yani kwamba kuna ikishafika muda kama alarm inakutumia kabisa. Kuna reminder kabisa inaondoka. Kama kwa hiyo inakutumia ujumbe unatoka kwenye simu, inaonekana kama kuna reminder ya kufanya. Kwa bwana unatakiwa ufanye hiki. Ndio. Muda umefika. Hii teknolojia ni ajabu sana. Teknolojia ndio matumizi yake. Na muda wake sasa kuzitumia. Na kwa mfano tuna kikundi. Tunafanyaje hapo? Tuna kikundi chetu sisi ambacho tunataka tunaingia kwenye ufugaji. Na tunataka kutengenezea pia. Inawezekana. Kumbuka uone kwamba Dora nasema maarifa kitambo, kwa sababu hii ni kama utaratibu wa kupiga mpira. Ukiweza kucheza mpira mchangani, utaweza kucheza uwanja wa taifa. Ukiwa bora zaidi unacheza Wimbledon. Old Trafford. Kwa hiyo kwa ukija, kwa sababu sisi katika uchezaji tuna hatua 3. Ujua mahitaji ya anachohitaji. Tunajenga, tuna test, alafu tunakupa. Kwa hiyo pale tunapoteza mimi nataka hapa pekundu umeweka blue staki. Nilikuwa nataka rekodi maziwa, labda maziwa lita tofauti za mbuzi na lita za ng'ombe. Naomba niweke maeneo tofauti. Tunaweka, tunasema tuna sign off bwana. Nimeshukuru, nimefanya kazi, tunaendelea. Na kama kile kitu ambacho kimetengenezwa kinapata maboresho. Kwa utakaa na kisha tunasema miezi 2 kwa. Utatumia lakini kuna kitu hatujafanya. Kwa sababu tumetengeneza sisi wenyewe, tunaweza kukirekebisha. Na sawa tunasema nikaamua kuna mbinu. Tukisema kutumia mtu mmoja tutakuwa gharama za kuingilia wewe. Lakini zikiwa watu wengi, kufanya nilikuwa naangalia asubuhi, watu karibu 1300 wamedownload moja solution. Kwa hiyo watu 1300 wakichanga 2000 kila moja, that's 2 million.
Kwa inawezekana kufanya wakiwa 1 million kwa uboreshaji unakuwa bora zaidi. Sasa tunataka ile dhana ya kwamba tufanye kwa pamoja. Ili tufanye mambo kwa ukubwa. Mimi sisi wafugaji na watu wa IT tufanye wewe ukafuge. Usio worry about information zako. Labda pengine kwa kututamanisha tutamanishe tu mpaka sasa umeingiza kiasi gani mara baada ya kuanzisha hiyo app? Sasa kwa sababu sisi charges nia kubwa sisi kuchaji, nia kubwa ni kupata watu. Kwa hiyo katika utaratibu wetu mambo yetu ya application hizi kwanza ni kupata watu. So ndio Facebook achaji mpaka matangazo, si ndio? Kwa ni same concept. Tunataka kwanza watu watumie, waone faida, watachangia. Na ina maana kwamba kuna ndani kwa wateja ambao wametoka nje kwa kutumia hii. Yaani anasema kwamba nilikuwa nimeingia kwenye nini nikakuta application yenu nikaamua kuja kuchukua kuku. Design hiyo Watu wengi sana. Yaani kama nilivyokuambia, yani kwamba hapo nimetoa swali zuri sana. Hapo tumetoa tarehe 28 mwezi uliopita. Yeah. Tulikuwa na follower 34,500 mpaka leo wameongezeka follower 5,000. Sawa. Facebook, Instagram wameongeza 2,000. Simu sisi zinapigwa kama hospitali yani saa zote. Ukiingia sasa Instagram yetu kuna tangazo moja la kuku kuchi, watu 500,000 wameangalia kama sikose, watu 500,000. Baada ya tangazo, baada ya kuona hapo. Kwa sababu kumbuka mwanadamu ukimtatulia tatizo anakusikiliza, anakuamini. Kama utatatizo, kwa hiyo ukisema hii haina hela unakuwa muongo. Wewe utatui matatizo. Ukitaka watu wanakuja. Hapo tulikuwa tunazungumza, tumezungumza sasa ni vizuri tukaiona. Kwa hiyo hapo inakupatia ukilogin itakwambia wewe ni nani, itakwambia biashara yako ni nani, itakuwa umerekodi biashara yako, sana mama kuchi, jina lake ile na ndege anafuga 2,000. Ndio. Alafu shughuli zangu. Shughuli zangu naweza kuweka kwamba bwana leo tarehe ngapi, idadi ya mayai kwa mfano, kasema kama mayai tuseme mayai 20. Kama mayai 20 hapo. Ongeza mayai Kwa siku hiyo. Kwa mfano sasa ikifanikiwa na kuandikia pale na imeongeza hapa. Kwa kila siku una record. Ulishaji utasema chakula umelisha muda gani. Sasa unaweza kuweka fedha, ningependa malipo chanjo, utasema chanjo. Utaandika kwamba andika chanjo kwa leo umeweka chanjo gani ili rekodi zako ziwepo. Okay. Labda malipo mazuri ambayo hapo nyingi hazina kwenye biashara. Kwa mfano hapo unasema mfano nimelipa mishahara, kwa mfano nimelipa mishahara 100,000, miaka 100,000, si ndio? Miaka 100,000. Nasema pap inaniambia kuna chagua yani matumizi ni mshahara. Maelezo nasema mshahara. Wao mwezi wa 4 si ndio mshahara. Mshahara sawa, mshahara. Mwezi wa 4 sawa. Mshahara mwezi wa 4 ongeza pale. Kika muamala nasema sawa, utaona gharama muamala zimebadilika. Sasa gharama mshahara. Nikisema fedha mapato. Niseme tumeuza labda vifaranga. Sasa vifaranga nauza vifaranga kidogo vingi. Niweke 600,000 nimeuza vifaranga hapa. Na hivi ni kila siku una rekodi na tarehe na saa. Kama kama leo unataka kwa sababu dhana hizo nasema usipo rekodi utapata changamoto sana. Tulikuwa tuna fedha imeongezeka 600,000 na gharama zake tofauti chake umeiona. Unaweza kusema ni wanyama wako wapi wanaumwa ukihesabu. Hivi ni vitu vya kawaida, lakini kitu kikubwa nataka mtu mtazamaji aone ni ripoti ya kina ya biashara. Kusema makusanya mayai, ripoti ya kina makusanya mayai itakuonyesha. Lakini vile faida na hasara asubiri. Nakwenda haraka kidogo, samahani kwa faida na hasara. Hili ndio la msingi zaidi.
ambalo kwenye ukifanya na daftari labda kama umesoma mambo ya accounts itakuwa rahisi na kushinda kusema kusoma mauzo ya vifaranga kishindani, mauzo ya jogoo nyinginezo, mauzo ya mayai, utoe gharama zako, utoe na faida hivi. Haufanyi kwa sababu utaki, labda maarifa hapo. Kwa hii inakusaidia unaona ulikuwa rahisi, utakuwa unaingiza tu, utakuwa unaingiza ila kutengenezea kama ulitumia nini, ulifanyaje. Kwa hiyo ukija kama mimi kiasi changu ni hiki, matumizi yangu ni haya. Alafu vile vile tumefanya kwa mfano unaweza kuuliza maswali. Teknolojia mpya kama umesikia sima chat tumeweka hapo. Unataka kulea vifaranga, unataka umesahau jambo kulea vifaranga. Unataka ikukumbushe. Pacha kama dakika itasoma swali lako. Alafu itaanza kujibu. Kwa hapa inaelezea kila kitu kuhusu ufugaji kutokana na maarifa ya mama kocha, kwa sababu tumeaingiza kwenye mfumo. Sasa inabidi wewe kama mfugaji uwe na IQ kubwa kwa kile unachokifanya. Sasa ukiishi sisi ambao au juu tumeamua tutumie, wewe unakuwa mtumiaji tu. Wewe unauliza basi. Umefanyika nini wewe huwezi kujua. Wala hutaki kujua. Wala sio nia yako. Hii safi sana. Hii nzuri. Yaani hii imekaa safi sana hii. Sawa. Ikimaliza itasimama, imeweza kumjibu imesimama. Na bila shaka umejifunza mengi sana kwenye upande mzima wa utafutaji wa masoko kwenye upande wa mitandao ya kijamii. Mpaka wakati mwingine tena, kwa sasa tuna ziada. Kwaheri.